And now introducing to you from blue corner, Stanley Eribo Edo Boy, represent Benin City, Nigeria. He have 19 bouts over 127, wins 18, and 11 coming by knockout with orthodox powerhouse. Please, all boxers come closer and let's hear the words from the referee. Mabondia wote tusogee kwa karibu kumsikiliza referee. Gentlemen, I want to see clean fight. Here from here is good. Here from here is good. Obey my command. Disrespectful time. Touch gloves. Gumi! Second out of the ring. Ule usiku ambao ulikuwa ukisubiriwa kwa hamu kubwa ndio huu hapa. Stanley Eribo Edo Boy kutoka Benin City pale Nigeria. Sifa yake kubwa ni kutumia jab, sifa yake kubwa ni kuweza kucontrol kile ambacho pengine anakipata mapema. Ndio unaona katika mapambano pia ambayo amecheza hajapoteza pambano lolote lile, na hiyo ni sifa yake ambayo ana uwezo mkubwa wa kumanage hiyo ring yenyewe pindi ambapo anapambana. Anaheshimu kwa kiwango kikubwa sana kile ambacho anakitengeneza, lakini hapa anakutana na Champais one time. Hassan Mwakinyo, umati wa watu ulijieleza wakati anaingia kuonyesha kwamba huyu ni ule bingwa wa WBA, Pan Africa, UBO International, WBF International, Intercontinental, ABU, lakini vile na WBO Africa. Mataji yote hayo alikwisha pita nayo Hassan Mwakinyo. Acha tuone kwenye usiku hapa wa leo wa pambano la raundi 10, Mwakinyo atawapa nini wa Tanzania. Tuone Mwakinyo atawapatia kitu gani kikubwa. Aidan. Yes, na ukiangalia kwenye hii raundi ya kwanza Hassan ameanza na mguu wa kulia kama southpaw. Tunafahamu ni kiasili ni orthodox, lakini ni orthodox ambaye ana uwezo mkubwa pia wa kucheza na mguu wa kulia kama southpaw, na tunaona kwenye hii fight mpaka muda huu raundi ya kwanza ameanza na mguu wa kulia kama southpaw dhidi ya Eribo ambaye kiasili ni orthodox. Haya, acha tuone. Wanavyokuambia jab yake ndo ambayo Eribo anaitumia sana, lakini Hassan Mwakinyo ni bondia ambaye sifa yake kubwa ni nguvu alionayo. Anamiliki nguvu ya kutosha kwenye punch zake, lakini uwezo wa kubadilisha stance ni mkubwa kwa upande wake. Lakini kumbuka kwamba huyu ni bondia ambaye ukisha kutana na vigingi vingi wa bondia wa ndani pamoja na nje Tanzania hapa. Kumbuka moja kati ya pambano ambalo tana mfupa mgumu ni pamoja na yule la Tina Mpei mwaka 2019. Kwa unaweza kuona kwamba hili pambano la leo, je, atalinda nalo vipi Hassan Mwakinyo? Haya, na kimsingi kwenye karia yake Hassan Mwakinyo amepata bahati ya kushare ulingo mmoja dhidi ya mabingwa wawili wa zamani wa dunia, Liam Smith na Julius Indongo. Haya, na sifa kubwa ilianzia pale alipomtandika Sam Eggington. Chakaza vibaya sana kwa Uingereza. Bado hujaona kitu kikubwa sana, pengine kila bondia akijaribu kumsoma mwenzie. Raundi ya kwanza Ni kama ameingia kwenye mfumo wa Hassan, pia combinations za kutosha, kitu ambacho Hassan anapenda kufanya hivyo. Tamshuhudia pale pia baadaye bila shaka yoyote. Hassan miongoni mwa bondia ambao anapenda sana body punch, na aliwaambia Tanzania kwamba tutashuhudia pambano ambalo hamkuwahi kuliona kabla, au mtanishuhudia nikiwa na namna nyingine ya uchezaji. Kwa hapa huyu hapo Edo Boy Na hii ilikuwa ni right ambayo Hassan alipiga kwenye upande ambao Eribo alikuwa kuiona, alipandishia juu
ya bega la Eribo na kuweza kumkamata, na kimsingi ndio ni raundi ya kwanza ambayo haikuwa na actions nyingi, lakini tumeona namna ambavyo Eribo of course ameanza akiwa down akijaribu kuchukua taarifa kwa Hassan, lakini Hassan pia mbali na kwanza down, kuna baadhi ya nyakati amejaribu kufanya baadhi ya vitu ambavyo pengine vitamsaidia kuweza kumpa taarifa kuelekea kwenye fight kwenye raundi inafuata, raundi ya pili. Raundi ya kwanza imeisha kwa mabondia wote wamekuwa wakisomana na kuonjana vile. Tunaangalia amu ya pili itakuwaje katika mabondia wote wawili, Hassan Mwakinyo na Eribo. Eribo ambaye pia amewahi kucheza na Mtanzania Ramadhan Shauri. Yes. Lakini haikuwa hapa Tanzania, ilikuwa ni huko Nigeria. Na Shauri alipoteza. Kwa hiyo anapambana Mtanzania mwingine Hassan Mwakinyo. Ukiangalia jab yake ikiwa juu. Kitengenezea engo vizuri sana. Eribo kwenye mchezo leo unaona kama kuna mabadiliko mengi ukiliangalia na mapambano ambayo umekuwa ukiyafuatilia. Double jab ambazo zimemtikisa. Mchezo mingi Eribo amekuwa akiwaweka mbali zaidi washindani wake. Lakini kuna muda hapo unamuona Eribo ni kama anataka kushindana na Hassan Mwakinyo ambaye sifa yake kubwa. Naona kitu cha tofauti leo, Hassan Mwakinyo kaanza na southpaw mpaka raundi hii ya pili. Kama alivyosema Aidan. Nzuri sana. Na Eribo Kasalim Amri. Huyu ni Hassan Mwakinyo na anahesabiwa. Eribo anahesabiwa. Eribo anahesabiwa na pambano limekwisha. Hassan Mwakinyo round ya mapema tu. Round ya pili, sekunde za mwanzo na dakika za mwanzoni kabisa, anatimiza kazi ambayo ilimleta. Si pengine unaweza kusema si kitu kigeni kwa Mwakinyo kushinda kwa TKO ama kwa KO, ni moja kati ya tabia zake Aidan. Yes, na kimsingi ni knockout. Ni knockout kwa sababu maamuzi alimhesabia Eribo mpaka sekunde 10 na Eribo akaonyesha kutokuwa tayari kuendelea na fight, na mwamuzi akawa ameimaliza hii fight na kumpa ushindi Hassan Mwakinyo. Tutaenda kuona replay ya kipi hasa ambacho Eribo alikutana nacho njiani na kupelekea kwenda chini na kupelekea fight hii kufika tamati kwenye raundi ya pili. Huyo ni mtu mzima, angalia namna ambavyo anafinya macho yake, namna ambavyo unaona kabisa kama ni maumivu ambayo anaambulia. Tazama jinsi ilivyokuwa hapa. Aliingia kwenye mfumo na kukutana kwanza na left hand ya Hassan Mwakinyo, lakini vile vile ikawa bado anaendelea kujilinda, lakini ile power hand ambayo alikutana nayo hiyo hapo, left hand ambayo ilikuwa ni moja kati ya eneo, ilikuwa ni left hook kwenye jawline, ikamkuta Eribo na kumpeleka kwenye canvas na kupelekea fight hiyo. Ilikuwa ni left hook ambayo ilimkamata Eribo akiwa haioni inapotoka kwenye jawline ama kwenye kidevu na kumfanya Eribo kupiga magoti kabla baadaye kuhesabiwa na kutinda kurecover na fight kufika tamati. So ilikuwa ni knockout ambayo imetokana na left hook ambayo Hassan Mwakinyo alipiga kwenye upande ambao Eribo hakuiona kati na kuja na kupelekea hii fight kufika tamati. Huyo ni bingwa wa zamani wa WBA Pan Africa, UBR Intercontinental, WBF Intercontinental, lakini vile vile ABU Africa, WBO Africa, Hassan Mwakinyo ambaye amepanda majukwaa ya ndani na nje ya nchi. Raundi ya pili imetosha na inaruhusiwa kwenye mchezo wa boxing. Usisubiri mpaka inaweza ikawa ni sekunde ya kwanza tu. Walifanya hivyo kina Mike Tyson. Kabla hujafumba na kufumbua unakuta pambano limekwisha. Ikitokea opportunity ya kufanya finishing, fanya finishing. Na hii ilikuwa ni knockout ya punch moja ambayo bahati mbaya ilimkuta Eribo hakiwa hajajiandaa na kuiona ile punch ikiwa inakuja. Na mara zote punch ambayo hauioni ikiwa inakuja ndio ambayo inakuumiza na kupeleka chini. Ndio ambacho of course imetokea kwenye round ya pili ya hii fight. Edboy ameshindwa kuhimili ile power ya Hassan Mwakinyo. Na Hassan Mwakinyo pengine hiki ndio ambacho alikuwa anawaambia wa Tanzania, nitawaonesha na mtaenda kumuuliza kwamba manake alikusema kwamba yeye ajui ngumi yake inauma kwa kiwango gani. Kwa tunaamini pengine tutamuuliza Edboy Eribo, je, ngumi ya Hassan Mwakinyo ni kwa kiwango gani hasa inapenyeza maumivu? Twende kwa Ali Kashmir. Ngumi
Vitasa Fight Night. Asante za nguvu sana kwa TPBRC ikiongozwa na mwenyekiti Patrick Nyembela, lakini wakati huo tunaye Mheshimiwa Juma Hamid wa Wilson, nitambue uwepo wake, pamoja na makamu mwenyekiti wa TPBRC Jacob Mbuya. And now I have official result of the main event. Boxing France, are you ready? Boxing France, are you ready? Lakini katika round ya pili tumeshuhudia aliyotokea. And now the winner by knockout in second round, 1 minute, from red corner, Hassan Champions, one time Mwakinyo. Aliyoyafanya katika ardhi ya Tanzania, ukiuliza Tanzania na vivutio vilivyo vingi sana. Ukienda kwenye soko utakutajia Mbwana Samata, ukienda kwenye masuala ya vivutio utatajia mlima Kilimanjaro, ukija kwenye mchezo wa boxing hutoacha kumtaja Hassan Mwakinyo kwa yale ambayo amekuwa akiendelea kuyafanya kwenye mchezo huu wa boxing. Hii ni moja kati ya tukio kubwa na ni KO pekee kwenye usiku wa leo. Na ni pambano la kwanza Edibo anapoteza kwenye kari yake kama umudi yangu za kulipwa. Alikuwa hajawahi kupoteza kuja usiku wa leo, na anapoteza kwa knockout ya raundi ya pili, a one punch knockout ambayo alikutana nayo toka kwa Hassan Mwakinyo. Twende kwa Akida Kilango moja kwa moja kwa ajili ya kusikia neno la Hassan Mwakinyo kwa kile ambacho amekifanya. Moja kwa moja inabidi twende kwa Akida Kilango ili kumsikia. Je, angalia mambo yalivyokuwa, hali ishaanza kuwa ngumu. Huyu hapo nilikwambia mtu mzima anamumunya maneno kwa maumivu, anang'ata maneno, anashika kichwa. Alo, Akida Kilango.